Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, unajua kuwa giza nene linaweza kujificha nyuma ya nuru inayong'aa zaidi? Karibu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao wengi huvaa mavazi ya staha, lakini mioyo yao imefunika siri nzito zinazoweza kuangamiza heshima ya jamii. Leo Book Story inakuletea simulizi ya kusisimua na yenye mafundisho makuu, mkasa wa binti Zamda na kijana mtanashati Abubakari. Kijana ambaye kila mzazi alitamani awe mkwe wake na kila binti alitamani awe mume wake. Lakini je, kila anayevaa kanzu nyeupe ana moyo mweupe? Na je, kila anayejisitiri amesitiri maovu yake? Katika simulizi hii, utagundua jinsi mtego wa usaliti unavyosukwa kwa kutumia kivuli cha dini na mahaba ya bandia. Ni onyo kwa kila binti, ni darsa kwa kila mzazi, na ni kioo kwa kila anayejiita muumini. Usiondoke, maana mwisho wa simulizi hii kuna tukio litakalokufanya utafakari mara mbili kuhusu watu unaowaamini. Ni nini kilitokea pale simu ya Abubakari ilipoanguka na siri yake kuvuja mbele ya umati? Fuatilia mkasa huu mwanzo mpaka mwisho, kwani kujifunza ni bure, lakini ujinga unaweza kukuponza. Huu ni ukweli mchungu unaoishi ndani ya jamii yetu leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darasa la maisha kupitia Book Story. Siku zote wanasema sio kila king'araacho ni dhahabu, na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunajifunza kuwa funga ya kweli si ya tumbo pekee, bali ni ya macho, mikono na mioyo yetu. Mungu pekee ndiye anayejua siri za ndani ya vifua, lakini anapitisha viza hivi kwetu ili tuwe na akili ya kupambanua. Katika kijiji kimoja tulivu, aliishi binti mmoja aliyeitwa Zamda. Zamda hakuwa binti wa kawaida. Alikuwa na uzuri wa asili uliopambwa na adabu. Tangu kufariki kwa baba yake miaka michache iliyopita, Zamda alibaki kuwa nguzo pekee kwa mama yake mzee. Maisha yao yalikuwa ya dhiki, wakitegemea vibarua vidogo na biashara za mboga mboga, lakini Zamda alijitahidi kila siku kuhakikisha mama yake hapalali njaa. Alikuwa binti wa namba 8, mwenye umbo lililojaa na kuvutia, lakini siku zote alijistiri kwa heshima. Siku moja, jua la mchana likiwa kali, Zamda alikuwa akielekea sokoni kufuata mahitaji ya mama yake. Ghafla, alikutana na kijana mmoja mtanashati, mweupe wa nuru, aliyeitwa Abubakari. Kijijini hapo, Abubakari alionekana kama malaika. Alivaa kanzu safi, akiongea kwa sauti ya chini na ya upole iliyoweza kumtuliza hata ndege wa angani. Kila mwanamke kijijini alimtamania Abubakari, lakini hakuna aliyejua kazi yake rasmi wala chanzo cha fedha zake. Abubakari alipomwona Zamda, moyo wake ulimlipuka kwa tamaa. Alimsimamisha kwa adabu kubwa. "Samahani dada yangu mpendwa," Abubakari alianza kwa tabasamu pana. "Nimevutiwa sana na unyenyekevu wako. Mimi ni mwenyeji wa hapa, naitwa Abubakari. Je, ninaweza kupata namba yako ili tuweze kuwasiliana zaidi inshallah?" Zamda, kwa mara ya kwanza, alihisi moyo wake ukidunda kasi. Alisita kidogo, akatazama chini kwa aibu, kisha akampa namba yake. Abubakari alibaki akimtazama akiondoka, akijisemea moyoni, "Mashaallah, huyu ndiye aliyekuwa amebaki kwenye orodha yangu." Siku iliyofuata, Zamda akiwa nyumbani akipiga stori na mama yake kuhusu maandalizi ya Ramadhan. "Mama," Zamda alisema huku akitabasamu, "Kinyota, mwezi mwandamo unakaribia. Mwaka huu nataka twende kuswali markazi tukiwa tumependeza. Nitatafuta joho nzuri tushone wote." Mama yake alifurahi sana na kumwombea dua binti yake. Katikati ya mazungumzo, simu ya Zamda ikaita. Ilikuwa namba ngeni. Aliposogea pembeni na kupokea, sauti ya Abubakari ilimkaribisha kwa mahaba mazito. "Zamda, sauti yako ni kama wimbo wa asubuhi. Tangu nikuone jana, sishindi wala sili. Nakupenda kwa dhati ya moyo wangu na niko tayari kukuoa ili tuishi katika radhi za Allah." Zamda alicheka kwa furaha. "Unasema kweli au ni maneno ya uongo? Hutampenda mtu usiyemjua zaidi ya siku moja." Abubakari alijibu kwa ufundi, "Kinyota, imani ni kitu kikubwa. Mimi nimeshakuchagua kuwa mke wangu. Nipe nafasi tu nikuonyeshe." Siku zilipita, mapenzi yakakua. Lakini Abubakari alikuwa na upande wa pili wenye giza nene. Alikuwa ni kijana anayetumia simu yake kama silaha. Alikuwa akitafuta wasichana wazuri, akawapumbaza kwa mali na ahadi za ndoa, kisha anawarekodi video za aibu, vitu vya faragha, na kuzipost kwenye mitandao ya kijamii ili apate wafuasi, followers na views nyingi. Alikuwa akidhalilisha miili ya wanawake kwa ajili ya sifa za muda mfupi. Siku moja, Zamda na mama yake wakitembea kuelekea mjini, walikutana na binti mmoja aliyejifunika kwa hijabu kubwa sana kiasi cha kuficha uso wake kabisa. Binti yule aliwasimamisha kwa hofu. "Dada Zamda, naitwa Bahati," binti huyo alisema kwa sauti ya chini iliyojaa vilio. "Najua unapendana na Abubakari. Nakusihi kwa jina la Mungu, kimbia. Abubakari si mtu unayemfikiria.
Alinitokea kama malaika, akanirekodi mambo ya aibu, na leo nimekuwa gumzo kwenye simu za watu. Siwezi hata kutembea mchana kweupe kwa aibu. Zamda akiwa amezibwa macho na mahaba, alimjibu kwa ukali, wewe ni mwanamke mwenye wivu. Unaona nimepata mwanaume mzuri, unataka kuniharibia. Ondoka hapa na usinirudie tena. Hata mama yake Zamda alishtuka, akamwambia Zamda, mwanangu, kijana huyu Abubakari simuelewi, hizi tetesi zikizidi zina ukweli. Lakini Zamda aligoma kusikia. Alirudi kwa Abubakari, na kijana yule alimlaghai zaidi kwa kumwambia, wale ni maadui zangu, wanataka kunivunjia heshima yangu kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana hapa kijijini. Baada ya Zamda kumpuuzia Bahati na kuendelea na safari yake ya mahaba na Abubakari, mwezi mtukufu wa Ramadhan uliingia. Kijiji kizima kilibadilika, sauti za adhana zilitawala na watu walionekana wakiwa wamevalia mavazi ya staha. Abubakari kwa ujanja wake alizidisha uigizaji. Alikuwa wa kwanza kufika msikitini, akivaa kanzu nyeupe iliyopigwa pasi sawasawa, na kila mzee wa kijiji alimsifu kwa kusema, huyu ndiye kijana wa kuigwa. Lakini ndani ya moyo wa Abubakari hapakuwa na funga. Alikuwa anasubiri giza liingie ili aanze kuwinda views na heshima za watu kwenye simu yake. Siku ya 7 ya Ramadhan, baada ya kufuturu, Abubakari alimpigia simu Zamda. Sauti yake ilikuwa ya upole, lakini yenye masharti magumu. Mke wangu mtarajiwa Zamda, alisema Abubakari, nimepata safari ya ghafla kesho. Kabla sijaondoka, nataka nikuone mahali tulivu, tujadilie mustakabali wa ndoa yetu. Nataka nikukabidhi zawadi ya mama yako na fedha za kununua lile joho ulilolitamani. Zamda, akifikiria furaha ya mama yake na ndoto ya kuolewa na kijana maarufu, alikubali. Alitoroka nyumbani usiku huo, akimwambia mama yake anakwenda kusikiliza darsa kwa jirani. Nyumba ya siri. Walikutana kwenye nyumba moja ya mbali kidogo na makazi ya watu. Abubakari alimkaribisha kwa tabasamu, huku simu yake ikiwa imeshaandaliwa sehemu ya siri, ikiwa inarekodi kila kitu. Zamda, ili niamini unanipenda kweli kabla sijafunga ndoa, nataka nikuone ukiwa huru. Sitaki pazia kati yetu leo, kinyota Abubakari alidai huku akijifanya mnyonge. Moyo wa Zamda ulishtuka. Kumbukumbu ya onyo la Bahati ilimjia kichwani kama radi. Alikumbuka maneno ya Bahati, alinitokea kama malaika, akanirekodi mambo ya aibu. Ghafla, Zamda alipata ujasiri. Abubakari, mbona una haraka? Tuko ndani ya mwezi mtukufu. Ikiwa unanipenda, kwa nini unataka kuvunja heshima yangu kabla ya ndoa? Abubakari alibadilika sura. Ule upole ulitoweka na macho yake yakawa mekundu. Wewe ni nani hata unikatalie? Wasichana wangapi wanatamani kuwa hapa? Kama hutaki basi jua ndoa hakuna. Wakati wakibishana, simu ya Abubakari iliyokuwa imejificha nyuma ya maua ya plastiki ilianguka baada ya upepo mkali kupuliza dirishani. Zamda aliidaka ile simu. Macho yake yalikutana na kitu kilichomfanya mwili wake upoze. Simu ilikuwa live mubashara kwenye kundi moja la siri la mtandaoni. Watu walikuwa wakitoa maoni, comments ya kashfa, wakingoja kuona nini kingetokea. Zamda aliona picha za wasichana wengine wa kijijini hapo zikiwa zimesambazwa kwenye simu hiyo, ikiwemo picha ya Bahati aliyekuwa akilia. Kumbe ni kweli. Zamda alipiga yowe la uchungu. Wewe ni shetani uliyejivika ngozi ya kondoo. Unatumia mwezi wa Mungu na koti la dini kutudhalilisha. Abubakari alijaribu kumnyang'anya simu, lakini Zamda alikimbia kuelekea mlangoni. Alitoka nje akipiga kelele za kuomba msaada, huku akiwa ameshikilia ile simu kama ushahidi wa maovu yote ya kijana mtanashati wa kijiji. Zamda alitoka mbio kwenye ile nyumba ya giza, moyo wake ukienda mbio kama mashine. Nyuma yake Abubakari alikuwa akimfukuza huku akitoa maneno ya vitisho. Nirudishie simu yangu, nitakuwa Zamda. Lakini ujasiri wa Zamda ulitoka kwa Allah. Alikimbia kuelekea katikati ya kijiji ambapo watu walikuwa wakitoka kuswali swala ya tarawih. Alipofika mbele ya umati, karibu na msikiti mkuu, Zamda alianguka chini huku akihanika kwa kilio. Watu walimzunguka, akiwemo imamu wa msikiti na mama yake Zamda, aliyekuwa na wasiwasi. Siri inaanikwa hadharani. Kuna nini mwanangu? Mama yake alimuuliza kwa hofu. Zamda, akitetemeka, aliinyoosha ile simu ya Abubakari. Tazameni malaika wenu anavyotufanyia mabinti zenu. Huu mwezi wa Ramadhani kwake ni msimu wa kutuuza mitandaoni. Imamu alichukua ile simu. Macho yake yalishuhudia madudu ambayo hakutarajia. Kulikuwa na makundi ya WhatsApp na Telegram yaliyojaa picha za siri za mabinti wa kijiji hicho na vijiji vya jirani. Abubakari alikuwa amewapa majina ya dhihaka, akijigamba jinsi anavyowapata kirahisi kwa kutumia vazi la dini na maneno ya imani. Muda mfupi baadaye, Abubakari alifika pale akihema, hajui kuwa siri imeshavuja.
Alipowaona wazee wa kijiji na imamu wakiwa wameshika simu yake, magoti yalimtepeta. Alijaribu kusingizia, hiyo simu nimeokota, si yangu. Lakini mmoja wa vijana alifungua video ya mwisho ambapo sura ya Abubakari ilionekana akiweka simu sawa kabla ya mtego wake kwa Zamda. Hasira za wananchi zilipanda. Walitaka kumshambulia, lakini imamu alizuia. Msiingize mikono yenu kwenye damu ndani ya mwezi huu mtukufu. Sheria itachukua mkondo wake. Polisi waliitwa na Abubakari aliondoka akiwa amefungwa pingu, huku kanzu yake nyeupe ikiwa imejaa vumbi, ishara ya kuanguka kwa heshima yake ya bandia. Siku iliyofuata, Zamda alimtafuta Bahati, yule binti aliyempa onyo. Alimkumbatia kwa machozi na kumwomba radhi kwa dharau alizomfanyia. Bahati alilia kwa furaha kuona kuwa siri ya yule dhalimu imefichika, na hakuna binti mwingine atakayeingia kwenye mtego ule. Mama yake Zamda alimshika mkono binti yake na kumwambia, "Mwanangu, sote tumejifunza. Uzuri wa mtu haupo kwenye kanzu, kilemba, wala ufasaha wa maneno. Uzuri wa mtu upo kwenye hofu yake kwa Allah anapokuwa peke yake. Mwezi huu wa Ramadhan umetufundisha kuwa Mungu hafumbwi macho na vitambaa tunavyojifunika." Zamda alirudi kwenye mstari, akijifunza kuwa heshima ya mwanamke ni ghali na haitolewi kwa ahadi za barabarani. Abubakari alihukumiwa kifungo cha miaka mingi kwa makosa ya udhalilishaji wa kijinsia na kusambaza picha za uchi, cybercrime. Ndugu zangu katika imani na jamii kwa ujumla, maisha ya sasa yamejaa Abubakari wengi. Wapo kwenye mitandao, wapo mitaani, na wengine wamejificha kwenye kivuli cha dini. Tuwe macho. Tusitumie mwezi huu wa Ramadhani kusitiri maovu yetu, bali tuutumie kutubia na kuacha kabisa. Sio kila aliyestiri mwili amestiri roho yake. Jifunze, chukua hatua, na mche Allah popote ulipo. Asante kwa kufuatilia simulizi hii kutoka Book Story, elimu ya wote.